Nani alikuwa watu tu? Vijana watu. Vijana watu. Wale wadiaje? Walikuja ule mwenye aliniita ni mtu mwenye anajua. Aliniita mahali kwa hoteli akaniambia niende. Venye nilienda akaniambia kuna mtu mwingine anangoja. Huyo mtu alikuja na chupa. Akaniuliza kama najua hii kitu. Akamwambia sijui hiyo chupa ilikuwa imewekwa kitu nyeusi. Akaniambia hii ni biashara yenye watu wakubwa wanafanyanga. Hii chupa inauza 20,000. Tunanunua 20,000, tunaenda kuuza 27,000. Akaita mtu mwingine mwenye alikuja akampea 25,000 cash. Akamwambia huyo ndio mnunuzi na kuna mtu mwingine. Wakanitoa hapo na gari tukaenda kununua sasa chupa. Kufika nilipata mwindi. Akaniambia nikaambiwa huyu ndiye mwenye kama ni sign contract. Nikapewa kalamu. Mwindi akaniambia nafanya kazi na tenda. Unapewa kalamu sign contract. Yeah. Na ukasign. Nikasign. Akaniambia nafanya kazi yake na tenda. Kwa hivyo nataka katoni 8. Katoni moja ni pesa ngapi? Katoni moja. Chupa 5 ni ngiri 100. Sasa Katoni moja inaenda na 12 cartons. Katoni moja ni katoni 4 ni 96 bottles. Zenye zina cost 906,000. sasa wakaenda pesa yako ngapi? 1.2. Kutoka Qatar. Hiyo pesa itanisaidia. Umetoka wapi? Umejuaje? Pesa ninakuonanga huko kwa TikTok. Shika hii. Nakuonanga huko kwa TikTok ukiongea hadi kuna siku yenye tuliongea na wewe ukanipandisha siku ya kina CD. Hilo nipea katika sio CD 20,000 ukiwapea hapo sisi tuko hapo tukicheka. Singekuja la juu. So ulikuwa unaona TikTok kwa Saudi Arabia. Qatar. Kwa Qatar. Sasa umekuja Kenya umekoliwa. Wapo aliona katika TikTok aliona wapo tume akitoka Qatar. Na wewe unaona hapa kama tatu amelala hapa. Umelala hapa siku ngapi? Sasa kusaidia nini? TikTok watu wenye wananijua. Nilikuja hapa purposely nikiwa na nilishinda green card. Kesho niko na medical kwa watu wawili. Inaenda na 60,000. Tarehe 28 niko naenda kaunti yangu iko na 28. Sawa? Iliisha. Watu wananyang'anyana. Jamani, kuja mama. Umetoka wapi? Nakuru. Umetoka hapa? Na TikTok. TikTok. Hata nilikuja na Lift. Nikashukishwa huko chini. Sijui Solomon Airport. Wilson Airport. Alafu nilikuwa na pesa yetu nikanipa 50. Nilikuja na msichana rafiki yangu wakati tulifika town nikamwambia nimeitwa nyumbani na mwanangu atumie 150. Kisha Adikani Junction nilikuwa tunakuja tukiongea na moja wa secretary
sasa sina kazi. Nimekuwa nikizurura kuna wakati nilikuwa kwa klabu kuandikwa msichana mwenye alikuwa kwa kaunta akapotea. Mwenye kazi akatushikwa pesa zenye nilikuwa na save za mtoto kurudi shule. Ndizo nimeambia msichana rafiki yangu akuja nitoe, ndio tulikuwa tunatoka na 5K. Sasa hivi hasa mtoto wangu kutoka ile wakati ya mvua kulikuwa kunanyesha hajairudi shule. Alafu baba yangu amenipea visiwi kama sitakuwa nimeenda kuchukua mtoto wangu atampeleka chuo. Mtoto wangu akona nia mimi nyumba yangu ilifungwa. Vitu zangu zikatolewa na mwenye nyumba akaziweka kwa store. Na amenipea moja au za vitu zangu. Wiki moja. Sasa wiki moja ukae hapa siku 7. Sawa. Tutakutafutia pesa uende ufungue nyumba na kupeleka mtoto shule. Sawa sawa. Ukae hapa leo ni utoke hapa mahali. Si 20,000 unataka? Haya, tutakupatia 20,000. Sawa. Ukae hapa mahali. Haya, TikTok. Hata kushika. Bwana asifiwe. Mimi natoka Bungoma, niko na shida, mama yangu ni mgonjwa na sina kazi. Ndivyo niliona pasta kwa TV, nikasema tu hata kama ni lift uje tu aniombee. Sawa, simama hapo. Kuja mamangu haraka, tuna masaa niambie. Mimi ni Wilbert, natoka hapa Kenya. Mozaic ya matajiri kama ile mozaic ya hapo chini. Mtoa hapo pesa. Kwa hivyo wewe tajiri. Tusaidiane kupeana muda huu. Rejea na rafiki wa tajiri. Na wewe kimeto. Sasa ndio bado. Ndio karibu kufika hapo. Mimi nimekuja because TikTok hata tukaongea and ukasema nikuje kanisani because nilikwambia I have a pressing issue. Nilikuwa nataka nipunguze. Nilikuwa nafanya kazi Saudi Arabia as a nurse. Yeah. So mama watoto watano watamsifu mwana. Hao watoto watano 4 of them are graduates in the formation and 1 are grade 8. So when I came back, I came with an intention kuwa mtoto passport wangu anaenda private because they don't. So nilipokuja vitu vikaanza kufanyika kuna siku leo akawa mgonjwa, pesa yake ikaexpire, hiyo pesa ikaenda hapo. So mimi katika hiyo harakati pia kujaribu tena ikakata. Najaribu kwingine pesa inakuliwa imeenda kutoka Desemba mpaka ninapoteza kila kitu. In the mighty name of Jesus, ninaitisha baraka juu ya maisha yake. Fungua anga yako kwa mara kwanza kama wanasema. Pokea kilicho chako. In Jesus name. Kuja mama. Shida yako ni gani? Umetoka wapi? Mimi nimetoka tu hapa. Nilikuwa nimelazwa hospitali mgonjwa mkubwa. Ulikuwa umelazwa hospitali? Kwa ugonjwa gani? Nilikuwa na anemia. Anemia. Damu ilikuwa chini. Ilikuwa 6. Mifupa ni kavu. Hali yako ni mbaya. Alafu na mtoto mbaya. The mighty name of Jesus, I set you free in Jesus' name. Shida. Bwana Yesu asifiwe. Acha naona asifiwe. Shida yako ni miguu toka nasikia mwezi wa 10. Nimeenda hospitali nikatibiwa, nimepewa dawa. Ukimwi umekuwa na muda gani? From 2013. Sasa hiyo ni miaka mingi sana. Hiyo ukimwi ndio unakula mwili. Ndio unakuta uko na anemia, uko na miguu, hali yako ya afya inaendelea vizuri. Kutoka 2013 hiyo ni 7 years. Nitakuombea saa hii Mungu atakuponya ukimwi alafu uone baraka. Sawa?
niko na kanisa Kiambu mbele, lakini haposo mambo yangu yana chini kabisa. Huduma imeisha, kila kitu kimerudi chini. Huduma yako imeisha. Huduma imeisha. Niko na kanisa 4, niko na kanisa Kakamega 2, niko na kanisa Kibera na niko na kanisa Kiambu mbele. Lakini mambo yangu yameenda chini. Nimefika mahali mpaka huduma imefika mahali pa kufungwa na Kiambu. Nyumba yangu ni miezi 3 sijalipa. Nalipa 5,000 45,000 na stima, ukiongeza na stima inakuja 5,000. Nimerudi chini mpaka nimeshindwa kulipa, nimeshindwa kila kitu. Nimefungiwa mpaka nyumba, nimeenda kukaa kwa rafiki yangu maji basi. Nakaa kwa rafiki yangu na niko na makanisa manne. Makanisa inaenda chini, sijui kitu inaendelea. Mimi nimekuja tu kwako, nishike tu mkono, at least umekaa pale kurudi. Mimi mwanzilishi wa kanisa Jesus Vision Worship Center. Kanisa likafika mahali pa kufungwa, nimerudi chini kabisa mahali God. Sasa unaona huyo ni mchungaji. Vile maisha yanamkalia. Na yeye anafanya dhambi kama sisi. Sema hivyo. Sisi tunafanya dhambi kila siku. Mungu ndiye anabariki, sio wanadamu. Sio watu. Mchungaji kupumzika, Mungu akubariki. Kuna msichana nimeona hapa, sura yake kuja mama. Usikae chini, mchungaji anataka la kati. Tafuta kiti. Wewe ni pastor. Usikae pastor. Unaona TikTok? Unaona TikTok? Sasa hii ndio inapatia moyo. Leo tunataka tunao. Leo ni siku ya kupambana na watu. Ndio kwa TikTok. Uko mtu anapambana na watu wake kwa kanisa. Unaona watu wa TikTok? Na wao wanasema tayari anaishi na TikTok atoke angalia. Funga nini? Usianze kufeli. Unaona amegeuka. Sura inaonekana yote. Sasa hii sura inaonekana hivyo, unataka kufeli kesho. Sasa kanyari ndio yanafanyia watu. Na si hivi hata siko huko niko. Unajua mmekaa kuuliza. Na kila leo watu nyingi. Leo nilikuza mambo mengine matiti zamani. Na huyo mama sikuuliza matiti. Hata mimi kujitetea ni kujitetea. Mama alikuwa na kansa kanisani kwangu ya matiti. Na mimi nataka kuonesha watu ile shida huyu mama ako nayo. Akamwambia mama, unaweza nionyesha hiyo matiti. Bega watu, unaweza onyesha washirika. Ilikuwa imepopoka na mwanga usani. So I just wanted people to see. Ndio mama alikuja kanisani kwangu tauna ya afisa wa polisi akaniambia pastor, niko na kansa ya sehemu ya siri. Imepasuka yote hata hakuna. Sasa sisi tunataka mama tena muone mlikofa. Ndio Mungu akikuponya, at least you can have a testimony for what you saw. Say amen. Yeah. Oh, sasa tumefanywa 1.2 million. Mimi haina huruma my friend. Afadhali kanyari mwenyewe. Amani wa TikTok niambie. Mimi sina kazi. Nilikuwa nimeenda job ya kibanda. Kuweka job ya kibanda nikachukua loan ya 10k. Hiyo pesa ni kama ilikuwa na maneno karibu kazi yangu ikaisha. Hapo mamangu alienda majua amaliza mwaka. Sasa nimeachwa na babangu. Babangu kuna shida ya miguu, atembea ili nione muangalia. Na ile time nilikuja
watoto vitu za nyumba, tunakaa single, mimi na babangu na mtoto wangu. Na mtoto wangu sasa hasomi. Sasa mimi natafuta job sipati. Hadi naomba tu atanipata kazi ya kibarua kuona tafuta kabisa pasta sipati. Hadi nimefika mwisho. Unatoka wapi? Natoka Nakuru. Mimi ndio tulikuja direct na huyo msichana. Sawa. Sasa unataka pesa ngapi? Mimi nataka niwe tu nimetoka tukaenda kama ni double room na babangu tuache kukaa simu. Na hata nikirudisha kazi ya kibanda naweza furahia juu naweza kulisha babangu na mtoto. Sasa unataka pesa ngapi? Hata 20k inaweza kusaidia. Hapa mpaka sana utatafutia 20,000. Sawa? Okay, naitwa Apostle Saka Tobias. Wewe ni mchungaji. Ndio umevaa? Wewe ni apostle. Niambie. Nimekuwa nikikufuatilia kwa TikTok. Wow. Na siku ya leo hata nilikuwa nimetumana nyimbo zangu kwa mwanadada hapa anaitwa Karen. Nikasema sicheze lakini nikasikia kwa sababu unataka Bluetooth nini kitu kama hiyo. Yeah. So mimi kile mtumishi amepitia kweli, pia mimi mwenyewe nimepitia. Nimekuwa na kanisa, sielewi chenye kinaendelea katika maisha yangu, kwa sababu nimeifunga mwezi uliopita nikiwa na deni ya miezi 2 nitakana nilipe. Alafu nilikuwa nimefanya video pia ya wimbo wa Nipe Ufunuo, lakini tangu nifanye hiyo video ilikwama hata kunilipa video yenyewe. Naishi mahali panaitwa Karanga. Karanga ni sites za ukienda Banana, ukiangalia sona nimekuwa nikihubiri kwa TikTok, but unaziwa sana kwa TikTok wala wanakuangalia pale tu wanaona ngapi. Sometimes on reach to 60, but sielewi kwa sababu mimi Mungu alikuwa amenibariki. Lakini sijui mahali nilikuwa natoa fungu langu la 10 hivyo tu imeisha, kwa sababu huwezi inua kitu kama 30,000 kuinua mtumishi ukitarajia mambo yatakuwa sawa, lakini unapata mambo yanaharibika. Leta ndio tupatie mchungaji na tumuombe. Pasta hii 2,000. Hii pesa niliombea. Hautawahi kosa. Hii 2,000. Sawa. Hautawahi kosa. Basi I set you free. You are free. Sawa, lakini ni wewe mkono unaombe alafu utaona baadaye. Baba, katika jina la Yesu. Na nyinyi mnafanana. Ninyi mapacha. Ama hii ndio mpepaka rangi. Ndio ndio ya hii hapa. Who are you people? Castrate. And you look very beautiful and very handsome. Oh, you look handsome. Napenda vile unaka. Okay, sasa mimi sitaki kwenda mambo mingi. Mwanzo mimi nimetoka Mombasa. Mwanzo kukuona ilikuwa 2016 wakati nilikuwa Mlolongo, wakati tulikuwa phone. So kutoka pale mimi nimeenda kuishi Mombasa. Okay, nimetoka Mombasa kukuja hapa niko na shemeji zangu pamoja na ndugu zangu. Kilichosababisha nitoke Mombasa nikuja hapa, ama kilichosababisha nitoke Mombasa nikuja Nairobi ilikuwa kwa sababu ya matanga, kwa sababu kuna dada yangu anakaa kwa mochari sasa hivi 2 months. Tumejaribu, tumeenda kila sehemu, tumeenda tukaona Sakaja, tumeenda kwa kina Karango, wote hatujasaidiwa. So dada yangu wakati alikuwa huyu dada yangu, tumejaribu kadri ya uwezo, tumesembea kila sehemu. Nairobi hakuna ofisi hatujaenda, ama hakuna namba ya MP hatuna, mpaka tuko na namba mpaka ya deputy president. Tumejaribu kadri ya uwezo lakini imeshindikana. So pasta kilichosababisha tukuja hapa, mimi nilimwambia pasta Kanyere ni mtu ninomjua, in fact nilikuwa na namba yake kitambo, lakini sasa namba
ilikuja kapotea kwa sababu nilienda kumwona mlolongo ilishirikana. So nimwambia ndugu zangu wale ambao walikuwa hapa, nikasema kwamba hapana, nimejaribu kila sehemu. So kilichosababisha kuja hapa tupate usaidizi, kama kuna mtu yoyote ama kuna sehemu yoyote mtu anajua atusaidie, kwa sababu huyu dada yangu alikufia pale Isli mlango kubwa. Tulijaribu hiyo wakati ya mwezi wa 4 wakati madaktari walikuwa wamegoma. So tukawa tumeenda kila sehemu, haikuwezekana. So kilichofanya dadangu tukuje tupeleke katika ofisi ya hospitali ya kibinafsi, kwa sababu madaktari walikuwa wamegoma. So tukaenda pale mlango kubwa. So akawa anashughulikiwa pale, alikaa pale mwezi mmoja na siku 2. Tulipeleka pale, ilikuwa ni mwezi wa 4, lakini wakati mimi nilikuwa Mombasa. So nikawa naongea na ndugu yangu mwingine hapa mkubwa anaitwa Morris. Nikamwambia mimi kwa sababu mimi niko Mombasa, mimi sitaweza kushughulika kadri ya uwezo, ili tukafanye nini? Tukamtafutia hospitali. Mimi nikipata nafasi mimi nitakuja. Mwanzo mimi nafanya kazi ya hoteli, mimi ni mpishi. So hiyo ndio kazi nimesomea. So nikaenda nilikuja huku, akawa sasa alikuwa hajiwezi kabisa. So sasa mimi nimekaa hapa Nairobi sasa hivi. Nimekaa kama naingia usawa. Hapo mocha ni gani? Hapo Chiromo mocha. Chiromo mocha. Amekaa kwa mbele. Sasa hizi okay, jana ndio amefunga miezi 2 sasa kwa mocha. Sasa pesa gani mnadaiwa? Labda tu niongee kidogo pasta. Hapo unaona hapa hivi tunadaiwa shilingi 1,716,235 shillings. Na mocha sasa tunadaiwa 70,000 sasa ya leo. Na watu wenye tunafanya kazi hii, huyu ni mkubwa, yule sister yetu alikuwa first born, huyu alikuwa anafuata. Sisi ni familia, family members. Tuko only 5 wenye tunashughulika usiku na mchana. Tunaingia na TikTok, tulikuja mpaka kwako pasta kutafuta ile neno wako alipoona, tukakuja mpaka ile karatasi mpaka kwako, tunataka kuona lakini hatufanikiwa. Tumezunguka kila siku, jioni tunaenda kwa street kutafuta shilingi 5, shilingi 10, maanake familia ishakuacha, marafiki wametoroka, kazi tulipoteza, sasa hatuna kazi, tuko tu hivyo. Tunang'ang'ana hii ndio tumetafuta TikTokers karibu wote. Sasa ningetaka kanisa liwasaidie na nikofu. Sisi tulikuwa tunataka tu msaada wenu, pate hizi pesa 1.7 ama tu kidogo tu ile kanisa inaweza kusaidia. Maanake tumeachwa hivi sisi watano, wengine wako pale nyuma, tumeachwa watano, sio tunagharamika every day. Ndio maana unaona nimesema kuna umuhimu sana watu wajiunganishe na kanisa serious. Maana shida kama hizi. Sema amen. Watu wajiunganishe na kanisa very serious. Maana wewe unakuja hapa kanisa leo, kesho ukuji, unakuja next week, sio ingine ukuji. Alafu shida ikitokea unasema mimi ndio pastor wako. Hata mimi nitamkana. Sema amen. Nitawaona baada ya. Asante. Inueni mikono wote. Father, in the mighty name of Jesus, ninawabariki wote na wafungulie milango wote in Jesus name. And then get to our prayers. Now, before sijamaliza, maana sasa nikumaliza my time is up. Mmoja wetu akipata shida, mimi Kanyari natoa 20,000, mwingine anatoa 500, mwingine anatoa 1,000, akichangiwa ndani ya WhatsApp group anasimama tena na miguu. Wakati wanasema ni kweli pastor. So I beg you in the name of God. Ingia kwa hii. You must be here. Hata unga, nilisema hapa unga isipeanwe kwa watu ambao hawana namba. Make sure uko na namba. What is your number? Unataka unga, namba yako inakuwa gani? Ukishasema namba yako ni fulani, free unga. Every Sunday chukua unga ya bure. Wednesday kutia pia unga ya bure. Lakini make sure ukikuja kuna orders. Maana hatuwezi peana unga kwa kila mtu. Ni vibaya kula leo uko kanisani, kesho hauko.